tumepoteza kwa goli 2-1. Ndiyo. Kwenye mchezo namna ambavyo umeuanga pinzani alikuwa bora wapi sana sana ambapo mlishindwa kumpiga? Mpinzani niseme alikuwa bora kwenye mashuti. Wenyewe walikuwa wanajaribu hata wakiwa nje ya box. Unaona, lakini niseme tu ndo ubora wao huyo, lakini sisi tulikuwa tunaingia mpaka ndani ya box kwao, tunachezea hivi na hivi, lakini nafasi haikuwa vizuri. Ndio. Hivyo ambavyo umeutazama mchezo, umeona Mbeya City kabla ya mchezo huu ilikuwa inaongoza ligi, unaiona ikiendelea na consistency nzuri kwenye ligi msimu huu? Yes, lakini sio kabla, mpaka saizi tunaongoza ligi. Hivi manake si tuna 7. Yaani haijalishi nani amecheza, chochote kinaweza katokea bado sisi tunaongoza licha ya kunini si tuko pamoja safi, bado tunaongoza ligi. Kwa hiyo niseme tu consistency ya Mbeya City bado iko juu sana. Ukiangalia zewe ambavyo tumefungwa goli 2, lakini mchezo ukabadilika, kaanza kunini kuforce kule. Yes, penalty zito na watu wanaangushwa ndani ya box. Nisiwe msemaji sana kuhusiana na hayo mambo, nisiwaingilie marefa, lakini kwa kawaida zilikuwa ni penalty juu yetu, lakini sijui walitumia mbinu gani za kutafsiri kwamba sio penalty, lakini game ya leo ilikuwa nzuri upande wetu sisi Mbeya City. Umezungumzia swala la marefa, maana yake ni kwamba ni kama mmeonewa kwa matokeo haya. Asaki niseme sana, sijui wametumia vigezo gani, ila sisi ambao ni kwa huku nikaona kabisa pale mtu amelazwa ndani ya box, na mimi pia kama unavyojua wachezaji la UEFA I know ball. Alafu kuna ile pale moja ameshika pale mchezaji wao wa Prison, lakini refa sijui ametumia, bado tunarudi kule sijui vigezo gani, maana sheria huwa zinabadilika. Anytime. UEFA ni kama wiki ilikuwa imekuanzia vizuri sana baada ya Man U kushinda, lakini leo shughuli imeenda kuwa tofauti. Ni maumivu kiasi gani kwa upande wako? Ya niseme maumivu nilikuwa na happy, nilikuwa na good mood, lakini baada ya saizi narudi kwenye kule tu bad mood. Lakini all team zangu zote mbili Mbeya City naiona bado tuna kwenye zile pale top 3 pale juu za, naiona Mbeya City pale, lakini all in all naiona Mbeya City msimu huu ndo bingwa ndo bingwa mpya Mbeya City. Yes. Boneke, tumekuwa tukikutazama wakati timu inashangilia hasa majukwani hapa. Kuna namna wewe ulipooza licha ya kuwa watu walikuwa wanaamka. Ni kwamba ni maumivu sana au ulichoka? Yeah, niseme tu Mbeya City wameni surprise. That's why niseme nilishiwa power. Nilishiwa power kwa sababu gani? Baada sasa ya kuona Mbeya City kile ambacho nilikuwa nakitegemea wameni surprise. Mimi nilikuwa nategemea bwana Mbeya City kwa saizi ndo timu ambayo inafanya vizuri sawa kuliko timu yoyote unayojua wewe hapa, sawa. Leta timu yoyote kwa saizi ligi kuu, timu ambayo inafanya vizuri ni Mbeya City. Yeah, kuna watu najua hawezi kuvumilia. Nani? Kipotoshi njoo hapa pita. Yes. Na unaojiwa utajibu, tulia hapa. Kipotoshi pole, ni kama wiki ngumu sana kwako. Yeah. Nachoka mzee wenu Mwandambo kwa kweli. Ngatele. Ni wiki ngumu sana hasa ukizingatia timu yangu ya Liverpool tuweza kupoteza. Umepoteza na nani? Nyosha maelezo na nani? Sina Manchester. Kwa hiyo nikajua leo nitajifariji kidogo na Mbeya City. Tumefungwa tena na vibonde wengine Tanzania Prisons. Kwa hiyo Kipotoshi concentrate. Okay, sawa. Kwa hiyo hali imekuwa ngumu kidogo. Kama nilivyosema, mimi lawama zangu nazitupa zote kwa wachezaji hawakuwa makini kwa mchezo wa leo. Hilo tu. Kwa sababu tumekosa magoli ambayo angekuwa makini tungeshinda, lakini pia 50% katika 100 namlalamikia golikipa. Mchezaji la UEFA. Na vipi bwana ndugu yangu, nilikuwa naona dakika kama ya 70 ngapi ukakaa chini kabisa kipindi cha pili. Shida ilikuwa nini? Kumbe wewe umechelewa. Hao wengine nao waliniuliza nikasema nimeishiwa power. Kumbe ulichelewa kuniuliza. Kwa hiyo baada ya kuona tunaongozwa goli 2, nikakaa chini na tafakari nifanyaje. Unaona, siwezi nikafanya chochote, nipo mbali. Nimwambie kocha huko sisi tuna hivi na hivi. Lakini niseme ni mpira. Ni mpira, kwa hiyo nikaishiwa nguvu kutokana na timu yangu imenisurprise, kutegemea kufungwa kama alivyosema my brother na vibonde. Prison ni vibonde bwana, vibonde wetu. Dabi unasemaje ni vibonde? Manake na mabao kwanza yale yalikuwaje? Manake yalifungwa upande wako. Tuambie manake Kipotoshi ametoa mtazamo wake, amesema kwamba
ana asilimia chache anamlaumu Beno kwa sababu ni professional, lakini magoli namna ambavyo amefungwa yeye anapeleka lawama zake. Wewe umeyatazamaje? Niseme magoli ambayo kwanza mbinu ya moja ya mbinu waliotumia Prison baada ya kurudi sasa hapa kocha wao akasema nje huo na shoot, kwa sababu alikuwa anashindwa kuingia ubora wa mabeki wote ulikuwa hali ya juu, kwa alikuwa anashindwa kuingia ndani. Kwa hiyo wenyewe walicho win ni kushoot nje ya box, unaona. Kwa hiyo ile goli la kwanza akashoot ikafanya deflection ikamgusa haya Mbegu, na magoli ya deflection ni ngumu sana kudaka kwa goalkeeper yoyote yule pale, sawa, kwa sababu inapoteza mwelekeo. Kwa hiyo ikafanya nini Kiingereza nimesema nini? Deflection. Umesoma kaka, unaelewa? Ikapiga deflection. Kwa hiyo Beno yani hivi, kwa hiyo kule deflection mpira ukamchanganya ikaingia. Lakini goli la pili ni ubora wa striker, sijui striker ile akapiga shoot. Basi niseme tu ndo hivyo. Vibondo kawafunga. Bwana vipi Eliud kuja ujio wa Eliud? Pia unachangia kwa sababu Eliud game ya kwanza Eliud kwanza game zote Eliud asipokuja tunashinda. Hii hapa amekuja tumefungwa. Kwa hiyo ombi letu sisi asirudie kuja uwanjani. Kama atakuja yupo kashakimbia. Mpaka sisi bodi tukae tuangalie, je, anahusika kwenye hii hapa nini? Hizi hujuma. Kwa nini amekuja tumefungwa? Asichanganyikane na sisi. Bora akae hata kule VIP. Akae na wazee kule. Akae na CEO. Kwanza mtu aliyeoa asihusike na sisi kwenye game kama hizo za vijana. Huo ndo sababu nadhani. Si amepewa muda mchache sana, saa 12 rudi nyumbani. Kwa game imeisha. Lakini tunashukuru mchezo umeisha. Tuko hapa kwa sababu sasa hivi ni uwanja wetu wa nyumbani, tutautumia baadhi ya game. Kuna msubiri JKT Tanzania hapa. Ni hapa. Baada hapa uwanja ukikamilika kule home tunarudi sasa. Pole sana, imekuwa wiki mbaya sana kwako. Kabisa mzee wangu. Na sio tu hapa, hata nje ya uwanja kuna mengine napitia. Tusiongee sasa. Usiseme kwamba ni issue ya mapenzi. Tusitangazie watu. Haya bwana. Asante. Twende sasa. Labda la mwisho labda niwasalimie bibi yangu yuko Mbeya. Shalom na wapenda. Niwache na Yohana 3 mstari wa 16 unasema, sijui unasemaje.